Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mtazamaji mahali popote ulipo, ni siku nyingine tena. Kama ujuavyo, jina langu ni Salma binti Athman. Bila kusahau, kama huja subscribe kwenye YouTube channel yangu, na kuomba na nakusihi uweze kufanya hivyo mara moja, ili uwe wa kwanza kabisa kupata video punde tu nitakapo upload hapo. Siku hii ya leo, mtazamaji wangu mpendwa, nataka tuzungumze kuhusiana na maisha ya wapwani. Tutazungumza moja baada ya nyingine, lakini leo nataka tuzungumze kitu muhimu sana ambacho kule kwetu pwani kinafanyika. Sasa sijui kama nyinyi wengine pia ambao mko sehemu zingine, sijui kama mnafanya. Kule kwetu pwani tuna maisha yetu, kule kwetu pwani tuna mazuri yetu mengi, kule kwetu pwani tuna tabia zetu. Na tabia ambayo nataka kuzungumzia leo ni kama si tabia such, lakini ni kama mazoea, ni kama kitu ambacho kiko, tutahitaji culture kwa uelewa zaidi. Ni culture, na culture moja ambayo naipenda sana ya kule pwani ni kwamba sisi wa pwani, hususan wa Mijikenda, lakini naona ni asilimia wapwani sote, tunapikaga na maisa. Tunapika na maisa, yani tunapikaga na maisa, na maanisha ya kwamba yani tunapika in turns, like kwa familia, kama kuna watoto wa kike kama wawili ama watatu, tukisema watoto wa kike tunamaanisha, kwa mfano mimi nimezaliwa pale na kakangu akapata bibi, kwa hivyo yule ni wifi yangu, kwa hivyo tuko wanawake wawili pale, ama tuko madada wawili na wifi mmoja, basi watu tunapika na maisa, yani tunapika kwa zamu. Ni raha nakwambia, manake utapata ya kwamba kila mtu kuna lengana na maelewano, lakini sana sana utasikia kuna wale ambao wanapika siku mbili, kuna wale ambao wanapika siku moja, ama kuna mpaka familia zingine utapata mwingine anapika mchana, mwingine anapika jioni. Sasa uzuri wake ni hivi, uzuri wa kupika na maisa uzuri wa kupika kwa zamu ni kwamba ikifika zamu yako, kama wewe unapika hiyo siku, wewe ndio unafaa kupika, yani wewe ndio mpishi, unaanza asubuhi, ujue kwamba utatafuta kuni. Mambo ya majiko na magasi yamekuja juzi jamani, sisi karne hili nyingine, utapata kwamba mimi nikizaliwa unapata kwamba mtu kama ni siku yake ya kupika, ni siku ya isa lake, asikia leo ni isa lako, basi ujue kwamba utatafuta kuni, utatafuta mboga, utaenda ukachote maji, hakikisha kwamba umepika chai asubuhi na kitu cha kutafunia. Utapata kwamba pengine bwanako anajiweza, kama wewe umeolewa katika ile familia, kwa hivyo hiyo siku watu watakunywa chai na vitu vizuri kama chapati, mahamri, alafu wengine utapata kama hiyo siku huna na ndo isa lako, basi huna budi utanunulia wenzako mkate. Wengine hawapendi, lakini sasa utafanyaje? Ikifika wakati wa kula pia, wakati wa mchana, chakula cha mchana pia utapata, si tumesema inakuaga na siku, kuna wale ambao wanapika siku mzima, na kuna wale ambao wanapika mchana na jioni, na kuna wale ambao wanapika siku mbili. Kwa hivyo kama ni chakula cha mchana pia utapata unatafuta mboga, unga sana sana wa familia inanunua, kwa mfano baba wa nyumba washanunua, lakini sasa kitu cha kupikia mwanzo, kama ni mkaza mwana, basi unaongea na mume wako akupatie pesa, kisha unaenda unatafuta mboga. Kama huna pesa ama mume wako hana kazi, basi hamna limuliwamu, unaenda kule shambani, unatafuta vongonya kule, unatafuta talakushe unatafuta mchunga, unatafuta managu, unatafuta terere, mchicha, kina hao, manake ndio mboga ambazo zinamea shambani, unatafuta, kisha unakuja unapikia watu wanakula. Hakikisha kwamba watu wameshiba, wameenjoy, na ni raha, manake ikifika siku yako, basi ujue kwamba hiyo siku unashinda busy, na uhakikishe pia ukimaliza kupika umeosha vyombo na umeviweka viko sawa. Kwa hivyo hiyo ni desturi ya wapwani, desturi moja nzuri sana, desturi ambayo sijui kama nyinyi wenzetu ambao mnaishi sehemu nyingine, sijui kama hii desturi mnaitumia, ama ni sisi pekee yetu, kupika na maisa, yani kupika kwa zamu, kupika in terms. If you are 3 ladies in a family, you just arrange yourself, you do it in timetable. Leo ni Salma, kesho ni Zaituni, kesho kutwa ni Zainab, kesho nyingine ni Leila, yani mnapika kwa zamu, na hakikisha hiyo siku
unaridhisha watu. Sijui nyinyi huku kwingine Nairobi, Mlima Kenya, Western Kenya, sijui kama mnafanyaga haya mambo ya maisa ama ni sisi tu kupika kwa zamu jamani. Kule kwetu kwa lugha ya nyumbani tunasema ni isa, yani maisa in terms in kila mtu ana siku yake ya kupika. Ama nini raha, mimi nilikuwa ikifika siku yangu, ulikuwa wanajua watakula samaki. Asante sana mtazamaji, maoni yako chini ya video kama nyinyi kwenu mnapika na maisa ama mnapikaje. Hadi siku nyingine na kutakia utazamaji mwema kwa YouTube channel yangu.